mtu aliyewafundisha ukweli. Ndivyo ambavyo hata sisi tumewakataa watumishi wa Mungu. Wanakuja na neno la uzima, tunawapiga mawe. Wanakuja na neno la uzima, tunawahesabia si kitu. Umepokea maneno ya uzima mangapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema ya kwamba Mafarisayo wakakaa pamoja na watu. Kama mkutano huu wote, Mafarisayo wakakaa nao, wakawaambia tunamtaka Baraba ila Yesu aangamizwe. Lakini ukisoma kwa habari za Baraba, alikuwa ni mtu aliyesababisha fitina katika mji. Wakamtaka muuaji ili wamwangamize Yesu aliyekuwa na haki. Lakini yote haya yalifanyika ilikuwa ni kwa sababu Yesu alikuja kwa ajili ya kutukomboa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuonea huruma sana kama ukimwacha Yesu apite hivi. Ni siku ya 4 ya mkutano leo. Hakuna hata siku moja tuliohubiri habari za mtu mwingine. Tumehubiri habari za Yesu tu. Tumehubiri habari za Yesu tu. Tangu siku ya kwanza tunakuambia Yesu anaponya. Nafsi yako umeiweka wapi? Maisha yako umemkabidhi nani? Umewakabidhi waganga wa kienyeji wasiokusaidia. Umewakabidhi watu ambao hata wao watakufa. Kabidhi Yesu maisha yako leo. Kabidhi Yesu maisha yako, ambaye alijitoa thamani kwa ajili yako, ambaye alikubali kusulubiwa. Maandiko yanasema ni kama kondoo aelekeaye machinjioni. Alikuwa tayari kabisa, wala hakuona fadhaa. Maandiko yanasema kuna wakati mwingine alipokuwa katikati ya Getsemani, akalia akasema Eloi Eloi. Maandiko yanasema machozi yake yakabadilika kwa ajili ya ukombozi wako. Unangoja nini leo? Nini kinachokusubirisha? Nini kinachokufanya usimkabidhi Yesu maisha yako? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamsulubisha Yesu. Pamoja na kumsulubisha, neno la Mungu linasema wakagawana mavazi yake. Lakini sio hivyo tu, wakamchukulia mti, wakamvika taji ya miiba kichwani. Habari hizi unazisikia sana, lakini sijui kwa nini Yesu ametupa habari hizi leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unazisikia makanisani, umefundishwa, umeelekezwa sana habari hizi, lakini naomba nisikilize. Wakachukua mti, wakamsokota, wakamvua mavazi yake, wakamvalisha mavazi ya zambarau, wakampiga. Yalikuwa ni mambo ya ajabu. Lakini yote hayo Yesu akavumilia kwa ajili ya nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukizisoma habari hizi zinasikitisha. Yumkini hata sasa analia mbinguni Yesu. Anatokwa na machozi mazito. Kwa sababu yote hayo aliyafanya ilikuwa ni kwa ajili yako. Alikubali aibu ya msalaba. Maandiko yanasema mtu aliyekuwa anasulubiwa alikuwa ni mtu aliyekataliwa. Hebu jiulize, mtu mwenye haki asiye na dhambi, aliyewapendeza wanadamu pamoja na Mungu, huyo anasulubiwa pamoja na wahalifu wawili. Huyo anakataliwa, anaonekana hafai. Wanamchagua mtu ambaye alikuwa ni muuaji, wanamkataa mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisulubiwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alisulubiwa kwa